employment issue is one of the factor that is facing many people in this world. People becomes employed, some other people becomes dismissed from employment. So once you get a job, those money that you get, do you spend them in the area near or where you stays, or you invest it uko nje? Ni mambo ambayo yamekuwa yakiwashangaza watu wengi. Unapata jamaa amefanya kazi mahali kwa muda wa miaka 40, na huyu jamaa hajawahi jijenga yeye mwenyewe because of being employed and becoming comfortable and comfort zone. Okay, so ukishaandikwa, saizi ningekuwa na umri wa miaka 19, 20, 20s, 30s, nikiweza andikwa saizi, kitu cha kwanza ni kuweka relationships kando for the first 5 years. I save a lot. For the first 5 years, I make sure I don't enter in any relationship. So once I've been paid, I get the money, I pay the rent, I pay for my school, not school fees, but rent, foods, those two stuffs. Then after that, ni make sure huko ushago nime-invest. Huku Nairobi mali nafanya kazi nime-invest. Don't just save, invest. Kuna jamaa fulani ambaye alikuwa akifanya kazi mahali fulani, na hili jambo limekuwa inaniguza moyo tena mara kadhaa. Yaani umeandikwa, unakuwa boss, yaani employer, unakuwa employee wa mtu fulani kwa miaka mingi, na siku moja anaamuka anakuambia sikutaki kazi yangu. Ni umemfanyia kazi 40 years ama 30, na siku moja tu anaamuka anakuambia, hata sikukwambia, analeta mtu kwa kazi umfundishe kazi. Baada ya kumfundisha kazi anakuambia ndio upumzike kidogo, nitakuita ukuje kazi uendelee. Wewe unapoenda kupumzika na akili zako unajua hii si hakuna cha kurudi na hakuna cha kupigiwa simu hapa, depression inakugonga. Baada ya depression kukugonga, what do you do next? Remember that umeshasomesha watoto. Well, pesa yako ni chakula na rent na school fee, chakula, fare na hizo tu mbili most na kama health issues, kama kuna medics una take. Those old age people, most of them wanga depression na vitu kama sukari, pressure, vitu kama hiyo. Haya, umeshamaliza kazi. Not kumaliza kazi, umechujwa nje, umeomba utapigiwa simu. Na huyo boss anayekwambia hivyo hakulipi pension, hakulipi nini, amekwambia wewe ulikuanga casual worker wake. Anayasema kivyake ya kwamba wewe umekula millions of money zake, na kwa sasa hauna anything, na kwa sasa hauna nguvu ya kufanya kazi yake. Anakuambia wewe nenda nyumbani tu, nitakupigia simu baadaye. Hilo jambo mimi kama kijana, mimi kama mtu ambaye ni 30s, naliogopa sana kufanyia mtu kazi, na mwishowe nitakapokuwa sina nguvu jamaa aweze kunichuja tu hivi. Naogopa, nahofia, nashangaa nifanye nini nisikajipate katika huo mtego wa maisha. Kwa maana wakati mwingi sisi kama wazazi tunaposomesha watoto wanapokuwa kubwa, wazazi wa kiume huweza kuneglektiwa na watoto wao. Wale watoto wana shift na kuweza kumtengeneza na kumtuza vizuri mama yao, lakini si baba yao. Unapata kwamba watoto watampea mama yao shilingi 50,000 na wampea baba yao shilingi 500 pekee au 1,000.
Ndio kwa maana masiku hizi unaona ya kwamba wanaume wengi ndio wanaoaga dunia mapema. Wanaume wengi ndio wanaopatwa na depression na issues za masukari na chumvi mapema na wanatuacha. So leo ningependa kuambia kwamba wewe kama mwanaume unapoitunza familia yako, usikaweze kukosa pia kujitunza wewe mwenyewe pia. Usikose kujitunza wewe kama mwanaume, kwa maana hii dunia haina huruma haswa kwa wanaume. Hebu angalia mfano ya kwamba pale nje kuna mwanadada ambaye usiku umefika na hajui atalala wapi. Wanaume wengi watajitokezea pale, wataweza kumpa usaidizi, watamlipia renti fulani, watamlipia lodging aende alale mahali fulani, au wengine watamuingiza kwa gari yao waende walale naye kwao au kwa lodging fulani. Lakini wewe mwanaume pale usiku ufike pale hauna pa kulala, na kuambia kakangu, utalala chini ya kibanda. Wakora pia wakipata na wewe hapo wanakuchomoa na kukufyonza kila kitu chako chote wanaenda nacho. Wanaume, dunia haina huruma na nyinyi. Wanaume, dunia haina huruma na nyinyi. Na unapozaa mtoto pale, watu wengi huweza kufurahia. Umezaa mtoto mvulana, mnafurahia sana. Baba anafurahia vizuri sana. Lakini ule mtoto kwa wakati mwingine, yeye ataweza kumsaidia mamake kwa asilimia juu sana kushinda wewe baba yake. Remember that wewe ndiye uliyemsomesha, ukajinyima, ukatembea distance refu ili usilipe tiketi bus fare ili akaweze kusoma. Lakini mwishowe anasema wewe unahitaji tu shilingi 1,000 na mamake anampa shilingi 50,000. Ningependa kuwachanua leo mkaweze kujitunza vizuri nyinyi wanaume wenzangu. Maisha ni magumu, maisha yanasumbua, maisha yanakuwa haswa kwa watoto wa kijana na watoto wanaume. Maisha ya wakati wa uzeeni, maisha ambayo unafaa kuyashughulikia vizuri na kujipanga vizuri, ujue utakuwa vipi. Wakati wa uzeeni ukifika, utakuwa vipi? Au utakuwa omba ya watoto wako? Au utapata kazi imeisha na mwishowe pale unachangiwa fedha bus ticket ili ukaweze kwenda kwenye ushago. Unajipata ya kwamba huna hata ile bus fare, unachangiwa na majirani na marafiki na watu wa kwenye. Wanaume, mkaweze take care of yourself at 20s, at 30s, at 40s. Take care of yourself, dear friends. Leo nilipokuwa katika shughuli zangu tu za kuja kazini, nilikuwa na jamaa fulani ambaye mahali nafanya kazi, huyo jamaa alireplace jamaa fulani tu hapo. Hilo jambo I think nimeshailiongelea, naomba niliongelee. Yeye alisema ule jamaa vile alifanyiwa pia mimi sizitaka pia afanyiwe hivyo. Kwa maana yeye ndiye alireplace huyo jamaa na huyo jamaa akaachishwa kazi hivyo. Sasa anasema hata yeye siku yake ikifika pia atafanyiwa hivyo. Kuna jamaa huko ushago kwao pia alisema alikuwa ameandikwa kazi ya kibarua ya kukamua ng'ombe na kuuza maziwa. Alikuwa anakamua karibu ng'ombe anapata 300 liters of milk every day na anaenda kuuza. Yaani tuseme 20 liters ilikuwa inampea 1,000. So ule mwajiri ambaye alikuwa ameandika huyu jamaa aliweza kuona ya kwamba kuna pesa ambazo zinapotelea mahali fulani, na alikuwa anataka kutrace hizi pesa zinapotelea mahali ni wapi hapo ambazo hizi pesa zinapotelea. So ule mwajiri alifanya, aliweza kuita mtu mwingine akaweza kuja kufanya ile kazi ya kukamua ng'ombe. Ule jamaa baada ya kukuja alipata ya kwamba kuna 40 liters zinapotea per day instead of 300 liters. Huyo jamaa new person mwenye alikuja alikuwa anatoa 340 liters.
So hii ni 40 liters, ni mitungi mbili. Mtungi mbili ya yani mtungi mbili ya 20 liters. Mtungi moja alikuwa anakula 1000, mtungi ingine 2000. All of them 2000. And 2k in a day, na kuna ile salary yake ambayo alikuwa anaipata. Baada ya bosi kugundua hili, aliambia yule jamaa haweze kwenda nyumbani na atampigia simu au kaweze kurejea. Ule jamaa na yeye hakuchanua huyu jamaa, the latest person who came to milk the cows, hakumchanua. Angemwambia kaza 40 liters. But ule jamaa wa kitambo alikuwa naye akona customers wengi, alikuwa anajulikana kila mahali. So the new person who came alikuwa anakamua maziwa mingi na but hakuwa na market. So what happened? Maziwa ilianza kubaki inaharibika, kubaki inaharibika, wanaanza kukorofishana na bosi wake, lakini baada ya muda fulani akaweza kukatch up. Ile 40 liters, 340 liters yote ikawa inaingia sokoni kabisa ikienda. So haya ni mambo ya kimaisha ambayo huweza kutokea katika watu baadhi fulani. Unapoandikwa mimi ndugu yangu cha leo, ningependa kuambia kwamba kaweze kufocus kwa maisha yako ya 50s, 60s, 70s and 80s. Utakuwa unakula vipi? Kwa maana tumbo halishibi, tumbo linasumbua. Hiyo ndiyo injini ya kukufanya ukaweze kuwa na nguvu zako. So, ndugu yangu, kakangu, take care of yourself wherever part of the world you go. Make sure you think of your old age. How will you survive? How will you survive, really? Invest. Put some jobs for your wife and put some jobs for yourself. Get out there, have a shop, have some cows, have some goats, have some chicken. Have some monies in the bank. Once you have these, you will never find yourself into trouble at your old age. Nimewaambia tu hilo. Wanaume, hili ni lenyu. Mambo mabaya yakitokea ni wanaume. Maandamano yakitokea ni wanaume. Men, this world is not fair for you. Take care of yourself. So, guys, that's what all I had for today. Until next time, I've said thank you for watching my videos. You can comment, like, share, and tell me wherever part of the world you're watching this video from. And until next time, it's a goodbye for now. Stay focused, stay blessed. And dear men, take care of yourself. Be blessed. Much blessings. This is Mr. Fred Wambu. Mr. Fred Wambu. So, mkaweze kuwa na siku njema na Mwenyezi Mungu akaweze kuwabariki nyinyi pamoja na hustle zenyu wote. Goodbye.